Sisi tunataka wale ambao wanakuja kuomboleza na sisi kwamba wajue kwamba Trans Nzoia iko na gavana. Na gavana ni mtu ambaye amechaguliwa na watu kulingana na katiba ya Kenya. Unaweza kuwa uko na maoni yako tofauti kuhusu hadhi ya gavana, lakini sheria ni sheria. I'm the governor here, na mimi ndio nitakuwa host siku hiyo. Tunataka watu wakuja na heshima, wasituletee kierere na kisirani. Hapana, wakuje tu wakuja waomboleze marehemu Chebukati, azikwe, apewe mkono wa buriani na ende salama. Wala ambao wanataka mavita za kisiasa, wangojee kuna nafasi nyingine ambayo tutaweza kukutana kwenye ulingo wa siasa na tupambane. Wala ambao wanapanga kubeba watu na malori, sisi tamaduni zetu na sherehe zetu kama Waluya huwa tubebe watu kuja kuomboleza. Mtu anaenda kuomboleza kwa hiari. Kiana kuona watu wamebeba toa magari ya shule kwenda kubeba watu kutoka wapi waende wajaze watu kwenye mazishi, pia sio jambo la busara. Wale watu ambao umewabeba kuwapeleka kwenye matanga, na kwa wametaka kwenda kwa matanga, umeleta tu gari umewapatia fedha. Unawapatia fedha na lengo gani? Ama unataka unawakaribisha kwenda kwa matanga ambayo sio yako? Sio umefilia umeleta gari watu waende kwa matanga, uko na nia gani? Sisi tunataka tukue na amani siku hiyo, na tukue pia na heshima. Watu heshimiane. Wale ambao pia wanamheshimu rais wasilete fitina hapa na watu kuja kufanya heckling. Maana hawana monopoly ya ujinga. Pia kuna watu pia wanaweza kuwa na ujinga. Tukianza kupimana ubabe wa kisiasa, nafikiri mambo hayatakuwa mazuri. Na mimi sitaki mtu akuja aniuzie mimi, atakuja kutuuzia uoga. Hiyo nayo pia hakuna. Tukuje tu na heshima tu, maana heshima pia sio utumwa. Ukuje kama ni mgeni utulie. Maana nimeona tabia za viongozi wengine ni kwamba ukienda kule kwao ni watu watulivu sana. Hawaongei. Hata juzi bwana Cheptuma, mheshimiwa Cheptuma alikuwa kule Baringo. Kukuwa na shida yote, hakuna mbukuso anaenda kupiga kelele huko. Leo utapata mtu anatoka labda Kiambu anakuja kupiga kelele hapa. Na kule Kiambu kule kwa apige kelele huko. Kwani imekuwa kwamba Luyani ndio mahali watu kuja kuleta mzaha wa kisiasa. Hiyo sio tabia zetu hizo, na sisi hatutakubali hiyo. Watu tu wakuje waomboleze Chebukati na warudi. Wale wanataka kulala hapa walale, lakini wasikuje hapa kuja kuleta ni kama wanaona watu wengine ni wajinga. Unajua kuja kutukana na tembea unatukana wale watu wote ambao mimi naongoza kama Trans Nzoia. Usijidanganye kwamba labda tukinitusi mimi kuna watu ambao wanafurahia. Hapana. Kinitusi watu pia watafurahi. Kuna wale ambao wanasikia wanapanga fujo, alafu waseme Natembeya amepanga fujo. Mimi sijawahi kupanga fujo. Hata wale wanakuja kuingia matanga kileta fujo, ukiangalia ni wenyewe walikuja kutafuta vijana kuleta. Alafu wanakosana upande wa malipo, vijana wanaanza kupigana. Mimi siwezi kupanga fujo, ama offs of the law. But intimidation pia nami siwezi kukubali kukuwa intimidated. At the end of the day, sisi wote kuanzia kwa rais mpaka yule mtu wa chini, sisi wote ni binadamu tu. Only that sisi tumepewa nafasi, heshima na wananchi kwamba wao watakuwa rais, watakuwa gavana. Ondoa hiyo cheo kwa Ruto. Ni raia tu kutoka kule Sugoi. Ondoa hiyo kiti ya gavana. Ni raia tu kutoka hapa Kiminini hapa. There's no difference. Hii tu ni nafasi ambayo wananchi wametupatia. Lazima tuitumie kwa njia ambayo ni nzuri. Sio kutumia kuonekana kwamba sasa umekuwa karibu na Mungu. Sasa watu wengine ni watu ambao they are not human beings, utakufanyia vile unataka. So tukue tuna heshima siku hiyo tu, tukue tuna sherehe ambayo ni nzuri. Kuna wale ambao pia kwa nakubaliana na Chebukati, na mmeona kwenye mitandao they have their own opinion, lakini Chebukati ameaga dunia, yeye hawezi kumdhuru tena. Yale ilifanyika haiwezi kubadilishwa. So waje tutende lile nitakana kutendwa ambalo ni kupeana heshima zake za mwisho. Basi sisi tujipange going forward. Chebukati alikuwa na operate katika mazingira ambayo ilimkubali yeye abehave namna hiyo. Sasa sisi kama ambao tuko hai sasa, ni nini tunafanya kuhakikisha kwamba kuacha sisi? Hiyo ni njia mbaya sana. Hata mimi mwenyewe nikasema mimi ndio ninatangulia kukufa kuliko watoto yangu. Hawa watachukua wasichana ya watu, wasae watoto wanaita jina yangu. Ni sasa mtoto yangu anakufa, nani ataniita jina? Nikasema hapana, naona vibaya. Lakini Mwenyezi Mungu anachukua ile ambaye anapenda, basi anamtoa. Nikashukuru Mungu, muweke mahali pema, tutaonana. Na watu ndio wanasema maneno mengi. Wengine wanasema, ilikuwa wao wanacheza,
wengine wanalia. Ukikufa ndio ujue marafiki wako wangapi, na wote hawezi kuwachukulia vibaya, sababu kila mtu ako na njia yake ya kuongea. Basi anaongea hivyo tu, na tunakaa mpaka saa hii. Atakuja tarehe 8 kumsindikisha tu. Atakuja hapa kwa papa na mai na mama, na naenda kwake Matunda huko, mahali tutaenda kumshika. Alikuwa mtu ni anasomea Bokoli Secondary vizuri, akaenda Lenana vizuri bila ugonjwa, akaenda Kenya School of Law bila ugonjwa. Sasa hii shida ya ugonjwa hii ilianza tu kama kichwa inamuuma, kama malaria hivi, ndio akaendelea wakamchukua, na wakubwa fulani wenzangu marafiki zangu wakampeleka hata mpaka Germany. Walifika huko wakamtibu vizuri, wakamtibu zaidi, kumrudisha na ugonjwa
Chebukati wara umekubaku na vile Wakenya wote wamegoka. Chebukati ongeza chakula. Matanga ni yako ama ni ya Chebukati? Matanga ni yako ama ni ya Chebukati? Niweke chakula. Niki. Amweke nyama. Matanga ni ya Chebukati. Ni yetu sisi Waluya. Matanga ni ya Chebukati. Nasina mkutuwekea kidogo kidogo. Chebukati ni wewe. Purposes of this exercise ongoing, Professor Agulia to come forward and give some guidelines on what's happening. Hello.